basi Yesu huyu kupitia damu yake iliyomwagika pale msalabani atakwenda kututoa kwenye hizo madhabahu. Amina. Ya ndio lengo la kumwaga damu yake pale msalabani, ili tuondokane na hayo. Ile damu imetununua. Shetani hana chake tena kwenye maisha yetu, hana ruhusa. Ruhusa ni wewe umempa. Hujairuhusu damu ya Yesu Kristo iweze kushughulika naye. Amina. Kwa hiyo sasa, njia nyingine ambayo inapelekea binti kuvishwa kinyago ni dhambi, kutokuwa na utakatifu. Dhambi inaweza ikamruhusu adui kufanya chochote kwenye maisha yako na ikaleta matokeo mabaya. Amina. Ikaleta matokeo mabaya. Hii ni kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Kwa hiyo my friend, nikwambie tu kwamba dhambi si nzuri, dhambi ni mbaya. Dhambi inamruhusu adui kuleta uharibifu kwenye maisha yako. Adui akiamua kukuvisha kinyago imadi ana chuki na wewe, au najikuta mpo na bwana mwanamume mmoja mwenzako akakufanyia fitina, akakuvisha kinyago. Anaweza akakuvisha kinyago na kinyago iko ikaleta madhara kwenye maisha yako. Umenielewa? Lakini unapokuwa umembeba Yesu, maana utaishi maisha matakatifu na mahusiano yako wewe utakayojenga itakuwa matakatifu. Kwa hiyo kwa sababu ukiishi maisha matakatifu lazima uwe na mahusiano. Ukiwa na mahusiano matakatifu lazima uishi maisha matakatifu. Kwa hiyo mwisho wa siku adui hawezi kukugusa kwa namna yote, kwa sababu na ulinzi wa damu ya Yesu. Ulinzi wa damu ya Yesu umekufunika. Kwa hiyo adui hawezi kuingiza uharibifu aina yoyote kwenye maisha yako. Amina. Kwa hiyo ili umzuie adui kuleta uharibifu kwenye maisha yako, acha maisha ya dhambi. Ishi maisha matakatifu ambayo yanapendeza Mungu. Ukimpokea Yesu kwanza, mpokee Yesu kwanza, kisha ishi maisha matakatifu ambayo yanampendeza Mungu. Hapo adui hatakuwa na uwezo wa kukufanya chochote kile. Umeona, hata madhabahu za kifamilia pia ni rahisi kujinasua kwenye hizo madhabahu, kujitenga. Ndio maana unajikuta wote hawajaolewa, lakini wewe umeolewa, kwa sababu umeshajitenga na hizo madhabahu, hazitendi kazi ndani yako. Dhambi inaruhusu uharibifu kuingia kwenye maisha yako. Achana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio hivyo. Nakushauri kuishi maisha matakatifu ambayo yanampendeza Mungu. Njia ya tatu ambayo inapelekea binti kuvishwa kinyago ni kutokuwa na mipaka. Kutokuwa na nini? Na mipaka. Yaani my friend, unaamini kila kitu. Yaani unakuwa mtu wa kuamini kila kitu. Sijui unanielewa vizuri mpendwa. Unakuwa mtu wa kuamini kila kitu unachokiona. Ndio tatizo lako. Ndio umevishwa kinyago iko kinachokutesa. Kila unachokitumia usikukubali, kwa sababu unaamini kila kitu, huna mipaka. Kwanza kabisa unapokwenda dukani kununua, mimi japo vitu karibu kitu chochote kile, lakini mimi nazungumzia lotion, kwa sababu mambo sura ni mapokezi. Amina. Kwa binti anazungumzia masuala ya kupendeza na vitu vingine ambavyo ningeweza kuchangia pia kuharibu hatima yako. Sijui umenielewa? Sasa unapokwenda dukani kununua kipodozi cha aina yoyote, lazima ukiombee. Hakikisha unakiombea kipodozi. Maana hata yule muuza duka mwenyewe, kwa sababu unaweza ukasema kwa sababu anauza duka ana nini, yule inawezekana kashaenda kwa waganga na kuna madhabahu zinamshurutisha kufanya vitu ambavyo hapasi kufanya. Mpendwa, ameshurutishwa na hizo madhabahu kwa waganga wa kienyeji, akanenea vitu vya ajabu ajabu kwenye hayo mafuta, akaweka vitu vya ajabu ajabu, na wewe kabisa unaona na ili uvutiwe kwenda kununua hayo mafuta, kumbe kuna vitu vimenenewa, kuna roho zimenenewa mule. Unakwenda kununua yale mafuta yanakuharibu kweli kweli. Usimwamini kila mtu, hata kama anauza yeye. Mwingine anafanya vitu anashurutishwa na waganga wa kienyeji. Kwani shetani wewe anataka ufanikiwe? Unapokwenda kwa mganga una madhara makubwa sana. Unaungamanisha hizo bidhaa zako na hizo madhabahu za kishetani. Kwa mwisho wa siku unajikuta kuna vitu vimenenewa kwenye yale mafuta. Ukienda kununua unapaka, unaona mambo sio mazuri. Wewe watu wanasema sijui feki, mafuta feki, nilinunua feki. Hamna. Umeshavishwa kinyago my dear.
Wakati mwingine unaweza kusema lotion fake, kumbe umevishwa kinyago. Nilinunua duka fulani nauza lotion fake, hamna. Lotion hizo hizo, maduka yote pengine wananunua lotion hapo hapo. Ila tayari huyo mwenye duka ameshajiunganisha na hizo madhabahu za kishetani na hizo madhabahu za kwa waganga wa kienyeji. Lengo yeye ili aweze kuiboost biashara yake. Sasa mwisho wa siku akishanenea vitu baada ya kushughulishwa na hizo madhabahu za kishetani kwa waganga wa kienyeji, kunenea vitu kwenye hayo mafuta, ukienda kutumia lazima ya kudhuru. Osami, siku zote shetani sio kwamba nataka wewe ufanikiwe. Kwani wangapi wanaosema wanaenda kutafuta uganga afu wanarudi wanakufa wenyewe? Wangapi? Umeona fulani ni tajiri na wewe unaenda unajikuta na wewe unakufa. Kuna yule katadilika lakini wewe unakufa. Wengi wanakufa. Anatadilika mmoja anakuwa kama sample tu ya kuwapeleka wengine kwenye shimo. Shetani ni mjanja sana ndugu yangu. Shetani ni mjanja mno, anacheza na akili za